Unampata mtu juu ya mimbar anaongea mpaka kitendo cha namna ya kulala na mkeo, mjeuze hivi, mfanye vile, shike sijui kifua chake, anataja kwa majina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjia mwanamke, anamuuliza kuhusiana kuoga hedhi, nijitahirishe vipi kwenye hedhi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia jitahirisha, namueleza, kisha anamwambia khudhil qatan, chukua pamba cotton, kisha fatatahari, kisha jitahirishe na ile cotton au pamba. Mwanamke huyu anamuuliza Mtume, naitumia vipi pamba? Mtume anageuka upande wa pili, fayastahi, anaona haya kumwambia chukua ile pamba, eka sehemu yako, fanya kadha wa kadha, anaona haya. Mwanamke anauliza tena, Mtume anaona haya, anageuka. Aisha anasema nikajua Mtume sallallahu alaihi wasallam yastahi, akamvuta mwanamke yule kando, akamweleza chukua pamba, fatiliza damu ilipotokea, unapoona damu ifute. Mtume anaona haya kuzungumza na mwanamke, kumweleza mambo haya. Alhaya min aliman. Leo unakutana na mtu juu ya mimbar anazungumza mpaka unainamisha kichwa, unaona haya wewe na sio wewe unaizungumza. Hakuna atakayejua wewe uko hapo chini. Video zinaenea, wengine wanazungumza mpaka sauti zinazotoka vitandani. Aina alhaya? Iko wapi haya? Unapokuwa huna tena wewe izza na karama, basi inakuwa uso wako pia hauna kheri. Huoni haya kuzungumza.